abangina abagavana abataitochoche obapange maiga wesebondo. Kwa kumalizia, sisi ni watu wa amani, tunapenda amani, gavana wetu anapenda amani, vile Prime Minister anatu advise. Your Prime Minister, ukifika pale Addis Ababa, chukua sisi huko, tupatie kiti, tukuje kuchunga wewe. Asante sana. We welcome you here once again. Thank you. Thank you. Thank you, Mheshimiwa. Nataka Mheshimiwa mtaongea baadaye Mheshimiwa. Pea Asanyo. Mnajua Asanyo? Mheshimiwa Asanyo, usishike hapo chini. Una hapo juu Kamole mwenzi. Orokia abanga mwanjete. Iriri atabangina. Aba murakwane ake bichuri. Baba, tunakushukuru siku ya leo kwa kufika hapa Marani. Baba, Kisii yote na Nyamira ni yako 100%. Na boigo. Mworo kirende baba. Baba, asante kwa kuja kufungulia mama hii soko. Na sisi nisikia vizuri kwamba dunia mzima imependa wewe uende kuongoza continent ya Afrika ukiwa Addis Ababa. Mwanjire boigo. Imokia magoko igoro. Asante sana baba. Sisi tunakuunga mkono na hapa governor wetu akiwa hapa tunakusupport governor. Weka kila mtu pamoja na watu watasikia maneno yako, tuendeleze county yetu na tunakusupport fully. Thank you. Na asante kwa wale wote wamefika hapa, viongozi wetu, wajumbe wetu na kila mmoja tunashukuru baba, tunakuombea na asante kwa kupigania Kenya kwa muda mrefu, but now the reward is that you are going to look after AU 54 countries. God bless you baba. Asante. Mheshimiwa Nkendi, dakika moja tafadhali. Aliuliza pia ubunge wa Bonchari. Dakika moja. Marani hoye! Baba hoye! Gavana Rati hoye! Mimi ni Mheshimiwa Nkendi John Ondieki, aliyegombea Bonchari kwa tikiti ya chama cha ODM. Nimefurahi sana kufika hapa. Kwanza tunafuraha kabisa kwa sababu ya mchakato ambao umeanza wa kumchagua kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga kuwa mwenyekiti wa kamati ya baraza la Umoja wa Afrika. Msemaje? Tunafuraha kabisa na asante kwa kufika hapa baba na Mheshimiwa Rati kwa kumleta kinara wetu. Asante Mheshimiwa Raila. Asante. Asante. Vicky, unajua unaongea mambo mengi. Tafadhali dakika moja. Vicky Ondeli anatoka kule Magena. Igo. Awa. Mwana na magoko. Asirairo Prime Minister ito ikire. Simba netaya. Haya, asante. Wacha nichukue nafasi hii. Waheshimiwa, niko na wao hapa, niko na Mheshimiwa Kibagendi wa Kitutu Chache South. Atusalimie ndiposa Mheshimiwa wa Nyariba Arimasaba atuongeleshe. Asante sana. Na kia abantu bami ntomo gogete. Erebuya gosere bobe. Baba, sisi tunafurahi sana. Umetutembelea hapa Kisii, hapa Kitutu. Sisi watu wa Kitutu tumesimama na wewe tangu enzi ulipoanza siasa national politics. Na leo tumefurahi sana umetutembelea hapa ili kufungua soko hii. Sisi tuko nyuma ya gavana wetu ambaye pia ni vice chairman wa chama chetu cha ODM. Right Honorable Prime Minister, mimi hivi majuzi nimeona katika kampeni yako ya kukua African Union Chairman, nimekuona ukitembea na rais wa nchi hii ambaye ni William Ruto. Hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana. Lakini pia ningependa kusema wakati unatembea na rais, mkumbushe yale mambo sisi wananchi wa hapa chini bado tunaumia. Sivyo? Tungeomba uambie rais kama sasa watoto wamekuja half term, mid term, tuli expect warudi na check za basari. Lakini president amekuwa akisema ametuma hela hizo za basari
yet pesa hizo hazijafika katika constituencies. Sisi tunaomba apunguze ushuru na hii mambo ya housing levy, hiyo koti imesema hiyo mambo ni illegal na Attorney General amesema hiyo mambo ni illegal. Kwa hivyo sisi kama wananchi tunasema mambo hayo ayatupilie mbali. Wangapi wanasema mambo ya housing levy ishe? Asanteni sana na tunashukuru sana baba kwa kufika hapa, na gavana tunakushukuru kwa kazi nzuri ambayo unaofanya. Asante sana. Thank you Mheshimiwa Kibagendi. Mheshimiwa Manduku, mbunge wa Nyaribari Masaba. Asante bwana governor na abantu bamintu baketu tobwata likonde linsau bwata igoro abantu bamintu baketu tokorana na igango mbalenga bako ketemo gako chire gara yaro. Mimi nasema hivi, Your Excellency baba wetu, we support you for the seat of President of the African Union. Lakini sisi wa Kisii tunasema leo, kwa sababu tumesimama na wewe miaka mingi sana, ukienda pale juu hii kiti ya party leader ya ODM upatie Simba Arati. Asante sana baba kwa hayo. Asante. Pea Governor Ochiro Ayako, our neighbor. Governor Ochiro Ayako, Governor wa Migori. Abagusi Mbuyamore, hebu nione kwa mkono wale wanapenda baba na wale wanapenda Simba. Mimi niko na mawili tu ya kusema, na nataka kuomba serikali ya kitaifa, huyu Arati alichaguliwa nanyi wote, ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo mimi naomba tu hiyo serikali iheshimu Arati. Arati hakuiba kura, Arati alichaguliwa na nyinyi wote wale mko hapa na mnampenda. Mnampenda ama mpendi? Ya pili, ningependa kuomba, unaona mambo ya ugatuzi ndio imeleta mradi ambayo leo inazinduliwa. Na ugatuzi ni kitu muhimu sana. Kule mbele hatukukuwa na miradi kama hizi. Kwa hivyo sisi magavana, mimi nikitoka Migori na magavana wengine, hatupokii hela vile inatakikana na kwa ile saa inatakikana. Si mumekubali tufikishe ujumbe kwa rais kwamba pesa iletwe mashinani na Arati alindwe, achungwe na heshimiwe? Ukweli ama sio ukweli? Ya mwisho, hebu nione kwa mkono wale wanapenda ODM hapa, nione kwa mkono. Na ile ya mwisho kabisa baba, we encourage you to get that seat. You will be the first Kenyan to be sitting on that seat. And Kenyans are Africans, and Kenyans deserve that seat, but you deserve it as the first Kenyan to sit on that seat. And as you go for that seat baba, sisi wale tuko hapa will always defer to you. Unajua kila mtu hapa Afrika ni heshima, ni lazima aheshimu babake. Ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo baba, simekubali hata akikaa kwa ile kiti arudi atushauri. Si atushauri? Wagapi wanakubaliana na mimi? Asanteni sana. Asante. Nataka nimpe Mheshimiwa former Governor Wycliffe Ambetsa Oparanya atusalimie. Ndio huyo. Governor ndio huyo. Wananchi mjambo. Mlembe. Mimi kwanza nataka nimshukuru kijana Simba Arati kwa hii maendeleo ambaye amefanya hapa. Naona. Pili, nimshukuru nyinyi kwa sababu mimi nilisoma hapa Kisii. Kule Kisii High School ndio mimi nilisomea. Kumshukuru nyinyi kwa sababu kama hamuko jenga hiyo shule, mimi singekuwa Oparanya vile niko. Tatu, namshukuru nyinyi kusimama na baba. Hii miaka yote hapa Kisii mumesimama na baba akiwa kiongozi wetu wa ODM. Na pia kusimama na chama cha ODM. Nione wale watu wa ODM, nione watu. Nyinyi watu wa Kisii, mchunge huyu kijana.
Chui imeingia kwa boma, inataka kuua kondoo. Muangalie kabisa wa Kisii. Huyu kijana tunamtegemea pale mbele. Mtamlinda? Nione wale watamlinda. Haya, radi umesikia? Asante. Asante Mheshimiwa Gavana Oparanya. Tigangu na ndeto kuwa na nirimo mugaka bono manye to mugaka tigato igwane nero kobe president ya Africa SG country karibu 46 nintage tamanye ngawikire marani ntogo koroboigo ni wangapi pamoja na mimi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga hapa Kitutu Church South North. Kabla sijampea nafasi nataka nitambue chairman wa soko yuko wapi? Chairman wa soko Munari ndio huyo mzee. Sasa tunataka tukupe, hebu pea yeye mic huyo mzee, unajua ni mzee mkubwa huyu. Mzee Munari, pea yeye mic. Leta mic moja hapa. Pea mzee hapa. Kwa sababu tunataka tupee wewe leo soko hii na nitataka ifanye kazi. Thank you, Your Excellency. Baba, tumeshukuru kwa kufika hapa ili kutukufungulia ili soko letu la Marani. Abangi na mabagate. Moigweta buya. Ekeri atoka ikere. Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency. Baba, tunakuombea ile kiti ya unatafuta ya AU, na sisi kama wenyeji wa chini maombi yetu yafike kwa Mungu upate hicho kiti na sisi tufurahie. Thank you very much. Asante. Chairman ODM, dakika moja tafadhali. Wakili Ondieki, dakika moja tu. Marani oye! ODM! Vile mnajua mimi ndio chairman wa ODM. Baba, tunakukaribisha hapa. Feel at home. You are at home. Simba, wewe ni Simba. Unafanya kazi, endelea na kazi mzuri. Thank you so much. Asante. Haya, mnikubalie niseme mambo mawili kabla baba hajatuongeleza, si ndio? Kitu ya kwanza, soko hili tunatarajia kwamba litahudumia kina mama wafanyakazi wa mboga 10,000, watu 10,000. Pili, tunatarajia kupata tani, umeona hapa, ita benefit watu 10,385 tons ambazo zitakuwa zinakuja hapa. Ile uchunguzi ambao tumefanya ni tani 12 za mboga kila siku. Mjengo huu ulichukua shilingi milioni 48. Ndiyo imeweka mradi huu. Hapo juu kuna sola, maji imewekwa ikachimbwa. Kwa hivyo chairman na waziri wangu wa agriculture, ili soko lazima lihakikishe kwamba limelindwa. Tumeingia pale cold room, ni baridi na nimeona kazi nzuri imefanyika hapa. Baba amekuja baada ya kukutana na Rais William Ruto. Safari ya kwanza amefanya ya kimaendeleo ni hapa Marani. Kwa hivyo baba, tunakaribisha hapa. Vile Mheshimiwa Oparanya amesema, mimi niko ngangari tu, kando na yale mengine yote. Mimi kama gavana mlinipigia kura nyingi, lakini vitisho imekuwa nyingi. Nitawaomba tafadhali wananchi watukufu wangu, mnikumbuke katika maombi, kwa sababu safari iko mbele ni ngumu. Lakini kando na soko hili, uwanja huu tulikuwa tumeweka pesa, unaendelea kujengwa, hatujalipa yule mtu. Ile social hall tunamaliza, na ili soko la nje nataka kuhakikisha kwamba limetengenezwa ndiposa ikuwe na sura nzuri. Kwa hivyo town ya Marani ambayo ni headquarter ya Kitutu Church North lazima itakuwa ni center. Hata hawa ndugu zetu wa Jaluo pande hii wanakuja wanafanya biashara hapa, si ndio?
Mwisho, mambo ya basari yameongewa hapa. Sisi kama county tulikuwa tayari tumepeana forms na zile forms zimetengenezwa, lakini kuna watu walikwenda wakaandika barua ikaenda COB, wamesimamisha. Na ni MCA, lakini MCA mwenu au huko, lakini MCA wachache. Lakini tutasuluhisha swala hilo. Mungu akipenda, wiki ijayo tutapeana checks ambazo zinaenda katika shule. Kina mama wa soko, huyu mtu anaitwa Omari, hakikisha kwamba, kwa sababu nimeona miavuli nimepeana soko zingine, miavuli iletwe hapa, ipeane kina mama hapa waendelee kufanya biashara. Ama vipi? Si mnaona ni rangi ya chungwa? Nikubalie, kwa sababu leo ni siku ya baba, atuongeleshe. Siku yangu ya siasa nitakuja niongeleshe nyinyi. Wacha niulize, hapa Marani watu wako njaa? Hapana. Mko njaa? Njaa ya kazi, njaa ya pesa, njaa ya nini tena? Mtu yoyote ambaye anataka kuleta furugu mahali popote, mwambie sisi tunataka tushibe, watu walete pesa. Ama vipi? Hiyo ndio mimi nitauliza. Asanteni, wacha nimpe nafasi, tumkaribishe baba atuongeleshe. Wacha nione kwa mikono juu, naona nakaribisha baba. Baba karibu. Haya. Marani hoye. Marani hoye. Wamama hai. Asanteni sana. Baba amerudi. Mna furaha? Mara ya mwisho nilipokuja hapa nilikuja kufungua hospitali. Mnakumbuka? Leo nimekuja kufungua soko. Na mimi nimefurahi sana kuona soko ya maridadi imetengenezwa hapa. Nimekwenda pale nikaona mboga zimeingia. Nikaona usuga. Sayeds. Nikaona akeo. Nikaona susa. Yote pale mama akapima vizuri na nikanunua. Si ni kitu mzuri sana? Maana najua mama wanakuwa na shida wakileta mboga kwa soko, alafu mboga haijanunuliwa, kurudi na hiyo mboga inaharibika, sio? Sasa nimeona pale ameweka mtambo ya baridi. Pale ambaye mboga ambaye haijauzwa siku hiyo inawekwa hapo, inahifadhiwa mpaka kesho isiharibike. Sio ni kitu mzuri sana? Tena nimeona stima hapa ameweka ile ya sola. Kama ile ya nini ya Ruto ile hapana kuja hapa, iko ya sola hapa tu. Sinaendelea. Hii ni maridadi sana. Furaha yangu ni kuona kama ugatuzi inafanya kazi. Maana yake ilikuwa ngumu sana kuleta ugatuzi. Kulikuwa na pingamizi mkali kule Bomas of Kenya. Tulipokuwa tunaongea mambo ya devolution. Wale ambao walikuwa wataki ugatuzi walikuwa wengi zaidi. Wanasema ati watu wengine tutaitwa ati governors. To govern what? Hawataki kusikia hiyo. Walikuwa wanataka wabaki na mambo yale vile ilivyokuwa. Kumbukeni, wengine sasa wamesahau. Zamani kulikuwa na rais kule Nairobi. Alafu PC yako kule Kisumu. Alafu DC yako kule Kisii. Alafu DO iko hapa. Alafu chief. Alafu assistant chief. Alafu yule mzee wa kijiji hiyo. Si ndio? Sasa hao hiyo ukienda hata kwa DC ako na uniform tu na ile fimbo yake. Na anaangalia wewe ako na crown. Hakuna kati waweza kupata huko. Hakuna pesa ndani ya ofisi ya DC. Askari ndio yuko pale. Akija hapa kwa baraza ya mawazee hapa nikuja kupeana onyo. Ati tumesikia watu wengine wanatengeneza changa hapo. Atuakali itachukuliwa na serikali. Kuna vijana sijui wanafanya maovu wanavuta bangi. Tutaangalia hawa vijana. Hiyo ndio kazi yake peke yake. Kuliko hakuna pesa. Accounting officer kwa kila wizara ilikuwa iko Nairobi.
Hiko hapa no district education officer, lakini accounting officer ni PS Nairobi. Ya health Nairobi. Ya agriculture na kila kitu ilikuwa iko Nairobi. Huyu jamaa kabla hajatumia pesa hapa mpaka andike barua aombe kibali kutoka kwa PS Nairobi. Tulisema hii inaathiri maendeleo. Ndio tukapigania mambo ya ugatuzi. Mnakumbuka Bomas of Kenya walipotoka pale wakaenda Kilifi wakaharibu ile katiba. Mnakumbuka? Alafu wakaleta sasa tupige kura ya maoni. Ikawa ndizi na chungwa. Mnakumbuka? Chungwa ikaanguza ndizi wapi? Sio? Kama ile ya ndizi ingepita, mambo yangebaki yale. Hamngekuwa na governor hapa kama Simbarati. Mngekuwa hapa na DC Kisii peke yake. Ofisi ya DC kulikuwa kuna kazi. Kazi watu wanaajiriwa kule Nairobi Public Service Commission peke yake. Sasa hapa tuko na governor hapa, tuko na mawaziri wake hapa, tuko na permanent secretary yake hapa. Watu wanaajiriwa hapa Kisii. Watu wa graduate ambaye wako na degree anaajiriwa hapa. Zamani mtoto yako kama yeye ametoka university anatafuta kazi aende Nairobi. Kule ndio kazi ilikuwa peke yake. Tunaona haya. Si ni maendeleo mazuri. Hiyo ndio mimi nilikuwa napigania. Sisi tukatofautiana na Kibaki. Hiyo mambo ya katiba. Lakini tukapigana mpaka baadaye hiyo katiba ikakuja. Sasa kuna gavana mnachagua nyinyi wenyewe na MCS mnawachagua. Nyinyi sivyo? Tunasema kama mtu amechaguliwa, kama yeye alichaguliwa kama Simba alichaguliwa na ODM. Hata huyo nani Kibagendi amechaguliwa na ODM. Ako na kandarasi ya ODM kwa miaka 5. Abaki ndani ya ODM. Akitaka kubadilisha nia aende ngambo ile nyingine, kama yeye ameshikwa na usharati umalaya anaona ngambo ile ni mzuri zaidi, arudi kwa wananchi kwa kura, ajiuzulu, arudishe ile tiketi ya ODM, aende achukue ile ya UDA, turudi naye kwa kiwanja. Sio sawa? Hiyo ndio tulisema, na hiyo ndio iko katika ile ripoti ambayo iko kule mbele ya bunge, ambayo tunataka ipitishwe ili ianze kufanya kazi. Sasa sisi tumesema tunataka watu wetu wote waungane wawe kama kitu kimoja. Nilirudi hapa juzi kuzindua mpango ya watu kujisajili kama mwanachama wa chama chetu cha ODM. Sivyo? Ni kwa watu wa ODM. Kuna watu wa ODM hapa? Wapi watu wa ODM ndani mkono hapa? Simba ndio naibu wa chairman wa ODM wa kitaifa. Oparanya yule ni deputy leader ya chama cha ODM ya kitaifa. Tunataka chama cha ODM iwe na nguvu zaidi. Tunataka vijana waingie ndani ya ODM, wakina mama waingie kwa ODM kwa fujo. Vijana ndio nguvu ya chama. Wamama ndio maua ya chama. Maua ambayo yanafanya nyuki na kuja. Alafu asali inatengeneza ndani ya chama. Ili chama chetu cha ODM iwe na nguvu zaidi. Sivyo? Sasa sisi tumesema tukianzia mwezi ujao, mwezi wa Aprili, tutafanya uchaguzi wa chama. Kule mashinani, kule kwa polling station, tutakuwa na uchaguzi pale. Watu wote wataingia pale. Kutoka hapo wanakwenda kwa ward. Kwa ward wanaenda kwa sub county, yani constituency. Kutoka pale wanakwenda kwa county. Halafu baadaye wanakwenda mpaka kule Nairobi. Sawa? Sasa mimi niko na nyinyi. Baba haendi mahali. Sawa? Nikienda Addis Ababa hapa ni saa 2 tu na ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule, nafanya kazi. Siku Friday mimi narudi. Sasa sisi niko hapa.
na mkinitaka kwa kazi ile ingine yote, mimi niko nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hii wananchi. Sawa sawa, na tunataka tusembee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vile vile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele. Yale ambayo tulikuwa tunasema tutafanya mpaka tufanye, na itafanyika. Sawa sawa, mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Sasa mimi niko sawa namna hiyo. Juzi mimi nilikutana na Ruto na Museveni. Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa sawa. Ruto vile vile akaja pale, alikuwa vile vile na shughuli pale. Nikutana na yeye. Nikamwambia hata wewe nataka kura yako. Wakakubali yeye na Museveni ya kwamba watanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa sawa. Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuona na Kagame. Kagame vile vile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii bara hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaka. Sawa sawa. Alafu naenda kule kusini. Juzi nimekuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Shekedi amesema ndio. Sawa sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye tu kwa kiwanja. Akiniangusha sawa sawa. Sawa sawa. Mnataka niendelee? Baba endelee siendelee? Ndio nasema baba endelee, ndio mkono hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya. Mulinomo goko. Baba, tunataka kusema kwamba sisi tunakubariki, tunasema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake kama mwana Kenya halisi. Mheshimiwa Senator wetu nasikia alikuwa njiani anakuja, yawezekana kwamba asitupate hapa Mheshimiwa Nyonka, lakini tunakwenda Magena kufungua soko nyingine kama hii. Kwa hivyo abananchi baminto ntaetemba sabe mwensi tugenderego kolegas ngo isaransa tole nateba ngo isaransa tole getiga iga toigwane inkitogo kora na enu monte inga simba ga yo wakorirekia gusekebe tutale gochimotu torosi gusiya ito mo wancha boigo mbia mono Nyasaye abe nainwe mbia mono. Thank you.